Katika ulimwengu wa leo, habari ni nguvu. Ni chombo kinachounda mitazamo ya kijamii, kuhamasisha maendeleo na kuimarisha uwajibikaji katika uongozi. Hata hivyo, nguvu hii inahitaji kuendeshwa kwa weledi, maadili na uwajibikaji wa hali ya juu. Kwa kutambua umuhimu huo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilianzisha Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari kwa mujibu wa Sheria ya Huduma za Habari sura ya 229 ili kulinda hadhi ya taaluma ya uandishi wa habari nchini Tanzania. Septemba 18 mwaka 2024, serikali kupitia Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari iliiteua rasmi Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari ikiwa na mwenyekiti na wajumbe 5. Hii ilikuwa ni hatua muhimu ya kutekeleza matakwa ya Sheria ya Huduma za Habari ya mwaka 2016. Na Septemba 30 mwaka 2024, wizara hiyo iliwahamisha watumishi 6 kutoka wizarani kwa ajili ya kuunda Secretariat ya bodi ikiongozwa na Kaimu Mkurugenzi Mkuu Patrick Kipangula. Na tarehe 3 Machi mwaka 2025, bodi hii ilizinduliwa rasmi na kuanza utekelezaji wa majukumu yake, ikiwa ni mwanzo wa safari ya kuimarisha taaluma ya uandishi wa habari nchini Tanzania. Bodi hii imeundwa kwa mujibu wa sheria na imeundwa chini ya kifungu cha 11 cha Sheria ya Huduma za Habari na imepewa majukumu kadhaa, ambayo jukumu la kwanza kabisa ni kutoa ithibati na vitambulisho kwa waandishi wa habari. Jukumu la pili ni kusimamia maadili ya waandishi wa habari. Jukumu la tatu ni kutoa mafunzo kwa waandishi wa habari. Jukumu la 4 ni kushauri serikali kuhusu masuala yanayohusu elimu ya waandishi wa habari, na majukumu kadhaa ambayo yameainishwa kwa mujibu wa sheria chini ya kifungu cha 13. Na madhumuni makubwa ya kuanzishwa kwa bodi hii, kwanza ni kuimarisha taaluma ya habari na kuifanya taaluma ya habari iwe taaluma kama zilivyo taaluma nyingine na iwe na heshima kama zilivyo taaluma nyingine. Hatua hiyo iliweka msingi imara wa kuanzishwa kwa taasisi maalumu yenye dhamana ya kusimamia na kuendeleza taaluma ya uandishi wa habari nchini. Taasisi hii imepewa jukumu la kuratibu na kusimamia uthibitishaji wa waandishi wa habari, kutoa vitambulisho rasmi kwa waandishi wenye sifa stahiki kwa mujibu wa Sheria ya Huduma za Habari, kusimamia utekelezaji wa maadili ya taaluma na kuimarisha viwango vya kitaaluma katika sekta ya habari. Nafasi yake ipo kimajukumu kwa sababu majukumu yale ndio yanaainisha au yanathibitisha nafasi ya Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari. Kwanza katika kusimamia maadili, ina nafasi kubwa katika kusimamia maadili ya waandishi wa habari, kuhakikisha waandishi wa habari wote wanaofanya kazi wanafanya kazi kwa kuzingatia maadili ya taaluma ya habari. Lakini nafasi nyingine ni kutoa mafunzo, kama nilivyosema kwamba ina nafasi kubwa sana ya kutoa mafunzo kwa waandishi wa habari, na mafunzo yanatolewa kwa design mbalimbali, mafunzo kwa vitendo, mafunzo ya kukusanyika na waandishi wa habari kuwapa elimu mbalimbali inayohusu sekta ya habari. Unajua kuna mabadiliko ya teknolojia, kuna mabadiliko mbalimbali yanatokea kwenye sekta ya habari na taaluma ya habari, ni muhimu waandishi wa habari wakajua hilo. Kwa hiyo Bodi ya Ithibati kazi yake mojawapo ni hiyo ambayo imepewa kwa mujibu wa sheria. Lakini nafasi kubwa pia katika kuainisha na kuishauri serikali masuala yote yanayohusu elimu ya taaluma ya waandishi wa habari. Bodi ina nafasi kubwa ya kuishauri serikali na kushauri mamlaka za kielimu ambazo zinatoa elimu ya waandishi wa habari katika kurekebisha mitaala ya waandishi wa habari na kufanya mambo mengine yote yanayohusu elimu ya waandishi wa habari, kufanya tafiti mbalimbali kuhusu elimu ya taaluma ya waandishi wa habari. Na katika kufanya tafiti tunaweza tukatambua ni namna gani soko la ajira la waandishi wa habari hivyo, na kuishauri mamlaka husika, Wizara ya Elimu na vyuo na mamlaka nyingine kuweka mitaala ambayo inaendana sasa na wakati na kuhakikisha kwamba waandishi wa habari wanatoka vyuoni wanakuwa wanaajirika sokoni au wanakuwa wanaendana na soko la ajira. Katika kipindi cha mwaka mmoja tangu kuzinduliwa kwake, bodi imeweka msingi imara wa usimamizi wa taaluma ya uandishi wa habari nchini. Miongoni mwa mafanikio makubwa ni uanzishaji wa mfumo wa kidijiti wa usajili wa waandishi wa habari unaojulikana kama Tai Habari,
pamoja na kuanzishwa kwa tovuti rasmi ya bodi ya ithibati. Mfumo wa Tai Habari umeleta mapinduzi katika usimamizi wa ithibati kwa kuwezesha waandishi wa habari kuwasilisha maombi yao kwa njia ya kidigiti kwa uwazi, ufanisi na uwajibikaji zaidi, ukimfanya kila mwandishi kuwa makini kuanzia kwenye usajili, upakiaji wa nyaraka, uombaji wa ithibati hadi kulipia. Mwitikio ni mkubwa, kwanza kwa wadau wenyewe ambao ni wanataaluma wenyewe. Mwitikio unaonekana pia kwa idadi ya watu ambao pia tumewapa ithibati na idadi ya watu ambao wamejisajili kwenye mfumo. Na mpaka sasa tuna zaidi ya waandishi wa habari 4,000 ambao wamejisajili kwenye mfumo, lakini tuna idadi ya waandishi wa habari zaidi ya 3,200 ambao tumewapa ithibati, ambao sasa wanafanya kazi kwa kuzingatia masharti ambayo yameainishwa kwa mujibu wa sheria. Tangu kuanzishwa kwa matumizi ya mfumo wa Tai Habari tarehe 21 Mei mwaka 2025, Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari imeendelea kupokea na kuchakata maombi ya ithibati kutoka kwa waandishi wa habari nchini. Hadi kufikia tarehe 6 Mei 2026, jumla ya maombi yaliyopokelewa yalifikia 4,322. Kati ya maombi hayo, maombi 3,480 sawa na asilimia 80.52 yalikuwa yameidhinishwa baada ya waombaji kukidhi vigezo vilivyowekwa kwa mujibu wa sheria. Maombi 284 sawa na asilimia 6.57 yalikuwa katika hatua mbalimbali za uchakataji. Maombi 140 sawa na asilimia 3.24 yalikuwa yamekataliwa kutokana na kutokidhi vigezo vya kitaaluma na kisheria. Maombi 418 sawa na asilimia 9.67 yalikuwa hayajakamilika, hali inayotokana na baadhi ya waombaji kushindwa kukamilisha taratibu muhimu ikiwemo uwasilishaji wa nyaraka au kufanya malipo husika. Takwimu hizi zinaonyesha mwitikio mkubwa wa waandishi wa habari nchini katika kujiunga na mfumo rasmi wa ithibati, ambapo usajili huo umevunja rekodi za awali. Hapo awali, lengo la bodi lilikuwa kusajili waandishi wa habari kati ya 1,000 hadi 1,200 kwa kuzingatia mwenendo wa awali, ambapo waandishi waliokuwa wakipatiwa vitambulisho kupitia idara ya habari maelezo hawakuwahi kuzidi 900 kwa mwaka. Lengo la pili likawa kusajili waandishi 3,000 hadi ifikapo tarehe 31 Disemba mwaka 2025. Lakini hadi kufikia tarehe hiyo, jumla ya waandishi 3,839 walikuwa tayari wamesajiliwa, ikiwa ni waandishi 839 zaidi ya lengo, sawa na ongezeko la takribani asilimia 28. Hata hivyo, kupitia juhudi za maksudi za uhamasishaji na utoaji wa elimu kuhusu sheria ya huduma za habari, bodi ilifanikiwa kuvuka malengo yote iliyoyaweka. Kwanza nishukuru sana kwa mapokezi mazuri ya jamii ya waandishi wa habari wa Tanzania kwa kukubali uamuzi wa serikali wa kuwa na bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Na wengi wameikubali hii kwa sababu moja kubwa, kwamba hatimaye kila mmoja wetu alikuwa anataka kuona tasnia hii ya habari inapata heshima. Kama mnavyojua ni kwamba kwa muda mrefu historia ya nchi hii ilikuwa inaonyesha kwamba huko nyuma kulikuwa na vyombo vya serikali tu vya habari, tangu magazeti pamoja na hivi vya radio, hasa na radio, na baadaye television ambayo nayo ilikuja baadaye kabisa. Sasa katikati ya mwaka 90 ndipo ilipofanyika mageuzi makubwa ya kurasmisha kuwepo kwa vyombo vya habari vya kibinafsi. Lakini pamoja na uamuzi huo ambao ulikuja kwa haraka, ikafanya tasnia ya habari ivamiwe na hata kuzuka kwa neno la makanjanja.
hili lilitumika sana kwa waandishi wa habari, kwamba sasa ni mtu yoyote anaweza kaingia kama mwandishi wa habari. Na tukio hili kwa kweli ndilo ambalo liliweza kuipa sura mbaya sana tasnia, kwa sababu sasa wengi wa watu ambao walikuwa wanaingia walikuwa ni watu ambao hawana uelewa mzuri wa uandishi wa habari, hawakuwa na ujuzi wa uandishi wa habari, na wengine labda wala hawakuwa na uwezo wa kuwa waandishi wa habari. Lakini vyombo vya habari hasa vya kibinafsi vilichukua nafasi hiyo ya kuwachukua tu na kuajiri na kulifanya soko hilo kujaa waandishi ambao walikuwa hawawezi kuipa hadhi tasnia ya habari. Kwa hiyo mabadiliko ya ithibati ambayo yamekuja ndio yamekuwa na changamoto zake, lakini kwa ujumla yamerejesha na yanaendelea kurejesha heshima ya uandishi wa habari nchini. Mbali na usajili na utoaji wa ithibati, Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari imefanikiwa pia kuimarisha maadili ya taaluma kwa kuendelea kusimamia maadili ya taaluma ya uandishi wa habari. Hadi Mei 2026, bodi ilikuwa imeshughulikia malalamiko 14 ya ukiukwaji wa maadili ya taaluma ya uandishi wa habari, kutoa ushauri wa kitaaluma, lakini pia kuhamasisha uwajibikaji katika utendaji wa waandishi wa habari. Tunachokitaka ni kwamba ndio tunasimamia elimu. Tunataka mwandishi wa habari ambaye tutampa ithibati asikose elimu ya chini ya diploma. Lakini tunataka vile vile waandishi wa habari wapate mafunzo ili waweze kuimarika zaidi. Na si jambo la kuficha kwamba kwa ajili ya ule mkanganyiko uliokuja wakuwa na makanjanja na hawa na hiki, hali ya uandishi wa habari nchini yetu ukikompea hata na wenzetu tu wa nchi za jirani umekwenda chini sana. Angalia vyombo vyetu vya habari, iwe ni magazeti, iwe kusikiliza radio, iwe ni kuangalia television, mambo ya kufikirisha hayako kwa kiasi kikubwa. Ni vipindi vya starehe za muziki tu, porojo ndio vipindi vilivyopo. Je, huu ndio fikira ambao waandishi wa habari wanayo? Je, hii ndio hali ambayo waandishi wa habari wanataka kuinstill kwa jamii ya Kitanzania? Na ni kweli, unaona, yani ndio hali tulikofika huko. Na kwa sababu waandishi wa habari ndicho kitu ambacho wamekipa prominence, kwa hiyo jamii imekwenda huko na ni tatizo kubwa. Bodi pia imefanikiwa kuendesha mafunzo kwa waandishi wa habari wenye ithibati ili kuimarisha weledi wao katika utoaji wa habari, na hasa katika kipindi cha kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Bodi ya ithibati tunaona sasa media mbalimbali, wale ambao walikuwa tunawaita makanjanja, walikuwa wanafanya hiyo kazi bila kuwa na professional, wametolewa hewani, radio hatuwasikii, lakini wale ambao wanafanya kazi kwenye magazeti, TV hatuwasikii kuendelea kufanya hizo kazi. Na hii inafanya sasa wale ambao tumebaki kwenye tasnia hii tunafanya kila ambacho tulistahili kukifanya, na heshima kubwa inakuja kwenye tasnia kwa sababu habari zimekuwa zimenyoka, zina maadili kubwa ndani yake. Hakuna miiko ya habari ambayo inakiukwa, au sikii mwandishi ama mtangazaji akitukana matusi redioni au hewani kwenye TV, au tusikii tena zile changamoto za mwandishi kumhoji mgeni ambaye amekuja kwenye kipindi chake kwa lugha ambazo si sawa, mpaka mgeni wakati mwingine anaona mbona kama niko kijiweni wakati yuko kwenye media. Zote zilikuwa changamoto ambazo zilikuwa zitukabili. Sasa taaluma iko vizuri. Sasa hii unavyorejistiwa kwenye bodi ya uandishi wa habari inakufanya wewe uwe na mipaka na ukusanye taarifa ambazo zina maadili. Mafanikio mengine ni ushirikiano na wadau. Bodi imeimarisha ushirikiano na taasisi mbalimbali zikiwemo wizara yenyewe, Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA, vyuo vikuu na vya kati, pamoja na wadau wa sekta ya habari. Hatua hizi zimeweka msingi wa kujenga taaluma yenye weledi, uwajibikaji na uaminifu kwa umma. Matarajio yetu ni kwamba sasa, pamoja na kufanya kazi na watu wengine wa vyombo vya habari, lakini chombo hiki kinahitaji vile vile kuwa na ushirikiano na uwiano na vyombo vingine, mashirika mbalimbali mengine,
ambayo yataweza kutusaidia kutunga mkono kuweza kufanikiwa kwa njia moja au nyingine, ikiwa hata labda ni kupata mapato ili tuweze kuendesha yale matamanio makubwa ambayo tunayo ya kuifanya tasnia hii iweze kuwa vizuri. Tunataka tasnia ya habari iwe kama tasnia ya wanasheria, kama ya mainjinia, kama ya walimu, kiwe ni kitu cha kuheshimika na jamii ielewe hivyo. Na kwa upande mwingine, kwa sababu ya hali nzima ya nchi yetu na mapato yaliyopo, tunaweza tusijikute kama tunapata mapato ya kutosha kufanya kile ambacho tunadhamiria kukifanya. Kwa hiyo ni matumaini yetu kama tutaungana na vyombo vingine pia na taasisi nyingine, ziwe za serikali, ziwe za kibinafsi, ziweze hatimaye kukubali kutusaidia ili tuweze kufanikisha ndoto yetu ya kuwa na bodi nzuri na kuimarisha waandishi wa habari wa Tanzania. Pamoja na mafanikio haya, bado zipo changamoto kadhaa zinazohitaji kushughulikiwa. Miongoni mwa changamoto hizo ni pamoja na uzingatiaji mdogo wa maadili kwa baadhi ya vyombo vya habari vya mtandaoni, pamoja na mtazamo hasi wa baadhi ya wadau kuhusu majukumu na mamlaka ya bodi. Nafikiri kuna namna bado kuna changamoto ya watu kuikubali kwa 100%. Lakini sasa hivi mimi mfano ndugu zangu hadi walikuwa wananipigia simu, kuna kitambulisho, lakini yani kuna wengine sinajua kufuatilia sana, unaambia mbona kipo. Kwa hiyo kuna namna ambavyo ilikuwa imeongeza heshima, hata mtu akikupigia kifahamu huyu yuko complete. Kwanza inaongeza kujiamini kwenye kazi. Hata zikiwa hizi kazi za watu wakubwa wakianza kuteua kwamba tunataka waandishi fulani, ni rahisi wewe kujitokeza na kuonekana upo kwenye nafasi hiyo. Cha pili, natarajia sasa waingie mikoani. Bodi ni kama imebezi sana Dar es Salaam. Lakini pia kuna kitu bado nakiona kwenye bodi ya ithibati. Kuna baadhi, si kwa ubaya, wamejiajiri lakini bado hawana hizi ithibati. Na kama vile wako kimya, ni mpaka mtu afanye tukio ndio anaweza kufuatiliwa kwamba kwani huyu ana ithibati? Kwani huyu ana nini? Kwa mpaka mwandishi afanye kosa ndio wanagundua kwamba hana ithibati. Kwa kuna kitu bado hawajaboresha, ikiwemo ukaguzi bado hawajajitosheleza. Nadhani wanahitaji kuongeza ukaguzi, kufuatilia zaidi, sheria ichukue kama ni mkondo wake, kama mtu yani ionyeshe wazi. Hata hivyo, bodi itaendelea kuimarisha juhudi za kusimamia sheria ya huduma za habari, kutoa elimu kwa wadau na kuhakikisha kuwa shughuli za kihabari nchini zinafanywa kwa kuzingatia maadili, weledi na uwajibikaji. Mustakabali wa taaluma huko mikononi mwa wanataaluma, na tunaposema mikononi mwa wanataaluma ni kwamba wao wenyewe kwanza kabisa, kama anavyosema siku zote, wanatakiwa kuilinda taaluma yao, wanatakiwa kuiheshimu taaluma yao, wanatakiwa kuithamini taaluma yao. Hicho ni kitu cha kwanza kabisa ambacho wanataaluma wanatakiwa wawe nacho, ili sasa kuweza kuendeleza taaluma hii iwe taaluma kama zilivyo taaluma nyingine. Taaluma nyingine zinaheshimika. Ukienda kwa wanasheria utakuta wanaheshimika mpaka wana mavazi maalum, lakini kwa wamiliki wa vyombo vya habari ni muhimu sana, kwa sababu wao ndio wanaowabeba hawa waandishi wa habari, wanawaajiri waandishi wa habari. Kwa ni muhimu sana na wao wakazingatia matakwa ya kisheria kwa kuhakikisha kwamba waandishi wa habari wanaofanya nao kazi wanaowatumia ni wale ambao wamethibitishwa na kupewa ithibati na bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Hilo ni la msingi sana. Lakini kwa serikali pia tutaendelea kusimamia sheria, kwa sababu sheria bado ipo, haijafutwa. Tutaendelea kusimamia sheria ili watu wote waweze kuzifuata na kuelekea kule ambako sheria inataka tuelekee. Kwa kufanya hivyo, bodi ya ithibati ya waandishi wa habari itaendelea pia kuwa nguzo muhimu katika kujenga sekta ya habari yenye heshima, uwajibikaji na mchango mkubwa katika maendeleo ya taifa. Kwa hiyo mimi ningewaomba na kuwasihi sana waandishi wa habari wa Tanzania waanze kuwa watu ambao watalipa hadhi na haki inayostahili nchi yetu, na kubwa ni kuwapa elimu inayostahili wananchi, kwa sababu tunakubali kwamba chombo cha habari kina nguvu sana katika jamii. Akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa mwaka wa fedha 2026-2027 bungeni jijini Dodoma, waziri wa wizara hiyo Mheshimiwa Paul Christian Makonda alisema serikali kupitia JABU inaandaa mwongozo maalumu
wa kisheria utakaowawezesha waandishi wa habari wakongwe walioathiriwa na mfumo wa ithibati kurejea katika mfumo rasmi kwa kuzingatia masharti ya Sheria ya Huduma za Habari sura ya 229 ambayo ilitungwa kwa ajili ya kukuza taaluma ya uandishi wa habari. Wizara kupitia Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari imeandaa mwongozo maalum wa kisheria utakaowezesha wanahabari wakongwe walioathiriwa na mfumo wa ithibati kurejea katika mfumo rasmi kwa kuzingatia masharti ya Sheria Huduma za Habari sura namba 229 ambayo ilitungwa kwa ajili ya kukuza taaluma ya uandishi wa habari kwa kuweka mfumo wa kitaasisi utakaosimamia sekta ya habari. Mwongozo huu unaweka utaratibu wa kisheria wa kutambua na kuthibitisha umahiri wao kupitia tathmini maalum ya uzoefu, weledi na maadili ya taaluma na kuwawezesha kupata ithibati kwa mujibu wa sheria. Baada ya tamko hilo bungeni, mengi yalizungumzwa. Akifafanua kuhusu mwongozo huo, Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ambaye pia ni msemaji mkuu wa serikali, Gerson Msigwa, alisema hautafuta masharti ya msingi yaliyowekwa chini ya Sheria ya Huduma za Habari ya mwaka 2016 sura ya 229, bali utaweka utaratibu maalumu wa kuwatambua wazoefu hasa katika mchango wao, uzoefu wao na historia ya kitaaluma ya waandishi waliotumikia taifa kwa muda mrefu. Kwamba sheria ile katika moja ya vifungu vyake pia inaeleza juu ya waandishi wa habari walioko masomoni ambao wanaweza kupewa vibali maalum vya muda mfupi vya kwenda kufanya kazi ya uandishi wa habari. Lakini pia ni sheria ambayo pia inasisitiza sana juu ya mafunzo. Kwa hiyo tunachokifanya sisi sasa ni kuangalia ni kwa kiwango gani tunaweza kutoa fursa kwa hawa waandishi wa habari wakongwe, lakini bila kuvunja sheria, lakini muhimu zaidi bila kuathiri taaluma ya uandishi wa habari. Kwa kweli huko ni mahali ambako hatutarudi nyuma. Ningependa hili jambo watu walielewe vizuri. Inawezekana juzi wakati Mheshimiwa Waziri anazungumza watu wamelipokea kwa ujumla, lakini tutafanya jambo hili bila kuvunja misingi ya kitaaluma ya uandishi wa habari, kwa sababu nchi yetu imeshapiga hatua kubwa. Nimeona katika mjadala ziko baadhi ya nchi zinashangilia, wanaona kama vile Tanzania tunaziba uhuru wa vyombo vya habari. Hapana. Actually madai makubwa ama maombi makubwa ya kuwepo kwa ithibati kwa waandishi wa habari na kuwepo usimamizi mzuri wa taaluma hii yametoka kwa waandishi wa habari wenyewe. Serikali ilikuwa kwenye presha kubwa ya waandishi wa habari ambao wanalalamika kwamba wao wamesomea uandishi wa habari, ni wanataaluma, lakini hawapati kazi za uandishi wa habari. Kwenye vyombo vya habari wamejaa watu ambao sio wanataaluma, na takwimu zetu zinaonyesha tuna watu zaidi ya 2000 ambao wako mitaani ama wana diploma ama wana degree za uandishi wa habari, hawana kazi, lakini kwenye vyombo vya habari wamejaa watu wasiokuwa na diploma wala degree. Na ndio maana sheria yetu inataka sasa kima cha chini cha taaluma kiwe ni diploma, lakini zaidi ya hapo sasa ndio tunakwenda kuangalia kwa wale ambao tuseme sasa hivi pengine wana miaka 60, wana miaka 58, ni watu wazima sana na wamefanya kazi hii kwa muda mrefu, walishapata uzoefu wa kutosha, wamejua miiko, wamejua kanuni, wamejua sheria, wamejua maadili, wanayazingatia. Basi tutaona namna bora ya kufanya ili wamalizie muda wao wa utumishi katika uandishi wa habari. Lakini wale wengine tunaendelea kusisitiza waende wakasome. Fursa ya kwenda kusoma imetolewa tangu mwaka 2016. Watu wajiendeleze, na wako watu ambao sasa hivi wana mpaka degree 2 baada ya kuelekezwa na sheria. Katika kipindi cha mwaka mmoja tu, Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari imeweka msingi muhimu wa kuimarisha taaluma ya habari nchini kupitia usajili, uthibitishaji wa waandishi wa habari, usimamizi wa maadili, kuwajali wakongwe na kuimarisha weledi wa kitaaluma. Hatua madhubuti zimechukuliwa kulinda heshima ya taaluma hii muhimu kwa taifa. Safari ya mageuzi ya sekta ya habari inaendelea. Kwa pamoja, serikali, wadau wa sekta ya habari na waandishi wa habari wenyewe wanaendelea kujenga mazingira yatakayohakikisha kuwa habari
zinatolewa kwa ukweli, uwajibikaji na kwa manufaa ya taifa.